Wako vipi? Bana, kwanza poa. Mimi naitwa James Jackson. Mimi nasema hivi. Paredi ndio ili uloliona leo. Paredi limeanza saa 10 asubuhi. Achana na ule msafara wa wafanyabiashara wa minada jana. Nini? Ule ulikuwa msafara wa wafanyabiashara wa minadani. Yaani wanazidi kunipa maneno mapya tu. Msafara? Ule ni msafara wa wafanyabiashara wa minadani. Paredi limeonekana leo. Kaka, hakuna paredi fupi kama salamu ya lambilambi za msiba. Umeelewa? Hakuna paredi fupi kama taarifa kama vile taarifa ya marehemu ambaye amekufa bila kuacha familia. Yaani kwamba marehemu alizaliwa, akaishi, akafa, akazikwa. Hakuna paredi la hivyo. Paredi limeanza saa 10. Paredi limeanza saa 4. Saa 4. Sasa hivi hapa tuko airport, mimi hapa tuko Coco Beach, mimi ninavyozungumza na wewe. Mimi tangu asubuhi nilivyoamka kitandani kwangu, hata hiyo hamu ya njaa nilikuwa sina. Na mpaka sasa hivi njaa huna. Mpaka sasa hivi sijisikii kula. Umenielewa? Na tunataka tuwafundishe kitu kimoja. Leo tuko hapa kwa sababu moja, mpira umeshinda. Mpira wa miguu umeshinda. Pamoja na kila kitu chote ambacho kimefanyika, kona za hapa na pale, figisu za hapa na pale, lakini mwisho wa siku mpira umefanya nini? Umeshinda. Mpira umeshinda. Bro, mimi kuna interview nilifanya juzi na JM News, KMC Complex. Niliwaambia hivi, nchi hii na Tanzania hii, ukiwaondoa vijana wetu wa under 17 ambao wametuwakilisha vyema kwenye AFCON pale Morocco, Simba ndio timu ya pili ambayo itaendelea kubeba heshima ya nchi ya taifa hili kwenye mashindano ya klabu bingwa. Nilimwambia mtu ligi ili drop kwa sababu Simba hakuwa kwenye wakati mzuri. Mtu amekuja na comment chini anakwambia ligi inapanda kulingana na timu inavyofanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Sasa ili swali wapelekee, mara ya mwisho Yanga kuwa hata kwenye top 10 ya vilabu barani Afrika ilikuwa ni lini? Wakati Simba anachezea nafasi ya 5. Simba ametoka nafasi ya 5 amedrop mpaka sasa hivi yuko nafasi ya 10, si ndio? Maana yake tafsiri yake ligi imeshuka kwa sababu yule bingwa mwenyewe mwenye nchi, bingwa kihalali, mtu mwenye mpira wake, kuna namna ameshuka pia. Si umenielewa? Lakini msimu huu tayari tuna vikombe viwili kibindoni. Sio vikombe vidogo, vikombe vyenye thamani. Mimi nina kila sababu ya kuwapongeza viongozi wangu wa Simba, nina kila sababu ya kupongeza wachezaji wangu wa Simba. Benchi la ufundi tukiwa tunaongozwa na mtu mmoja mkatili sana, mzee mmoja kutoka South pale, anaitwa Steve Becker. Umenielewa? Steve Becker ulipo? Huyu ndio kocha bora wa msimu huu. Hakuna namna yoyote ambayo mtu yoyote, mwandishi yoyote wala mchambuzi yoyote, hata uwe na njaa kiasi gani, huwezi kupinga kama Steve Becker ndio kocha bora wa msimu huu. Nadhani timu iliumba wakati msimu unaanza kulingana na kocha ambaye tulikuwa tumemwamini, tumempa project ya kujenga timu, alitukimbia. Aliondoka bila kuaga. Mwisho wa siku tukaingia katika harakati ya kutafuta kocha, tukampata Dimitar Pantev, matatu. Amekuja lakini bado tukaona kwenye timu hajafiti. Umeelewa? Mwisho wa siku tumeenda katika harakati za kutafuta, tumevumbua jitu kutoka Afrika Kusini linaitwa Steve Becker. Mwamba. Nilipokuja likasema huyu na huyu na huyu uza. Tukamwambia kocha, kwa nini tuuze? Usije ukatuingiza kingi tena. Akasema nisikilizeni mimi mtaalamu, uza hawa. Na tangu Steve Becker kaingia Simba hakuna mechi alipoteza. Hakuna mchezo ambao Simba tumepoteza. Na hata hiyo michezo ambayo tumetoa sare kwa sababu kuna mtu katoka nyumbani kwake kashiba magimbi na chai ya rangi, anakuja kuamua tu vitu ambavyo havipo kwenye mpira wa miguu. Mimi naomba niseme, na waamini sana viongozi wa shirikisho la mpira wa Tanzania. Ndio. Na tunawaheshimu sana kwa sababu ndio viongozi ambao wapo kwenye mamlaka. Lakini ujumbe wangu naomba uwafikie. Hii klabu inatumia gharama kubwa sana kusajili wachezaji. Tuma salam. Tunatumia hela nyingi sana kutafuta makocha wenye ubora na wenye quality. Umenielewa? Ndio. Mashabiki wanatumia gharama kubwa sana. Leo hii angalia, timu inatembelea chuma cha bilioni 1 na pointi zake. Umenielewa? Manake huu ni uwekezaji wa hela ambayo mtu anatoa pesa mfukoni ili timu ipate mafanikio. Wachezaji wanapokwenda kucheza, hawa marefa wenu walipeni kwa wakati. Ndio. Kwa sababu kulipo kwa wakati inawezekana ndio sababu ambayo inasababisha marefa wanakuwa na njaa. Wanafika hatua refa anapewa 200,000 anakwenda kuidhulumu timu. Si umenielewa? Mwandishi, ujumbe huu naomba uwafikie viongozi wa shirikisho. Umefika. Mimi pamoja na kuwa viongozi baadhi walishurutishwa na timu fulani kwamba kiongozi fulani na fulani ajiuzulu. Hata huyo aliyekuwepo maana yake aliingia pale kwa matakwa ya timu nyingine. Si ndio? Sasa mimi nawaomba, msimu unakwenda kuanza mwingine. Ndio. Timu zitafanya usajili. Brother, hata hizo timu unazoziona ndogo na zenyewe kuna wakati zinatamani kuwa na ubingwa.
Umeelewa? Lakini wanakosa ubingwa kwa sababu kuna nyakati bajeti zao haziruhusu kuwa na wachezaji wa madaraja kama ya Simba, Azam au na timu nyingine, na hata hao Shangambili FC. Umeelewa? Msimu huu sisi hapa mashabiki wa Simba tuna kila sababu ya kutembea vifua mbele. Halafu paredi inafanywa na kombe ambalo linachukuliwa fainali mzee. Sio kombe umeenda kuchukulia Meja Jenerali unaenda kulifanyia paredi. Wewe ni mwenda wazimu au? Fainali bado unafanya. Kombe linalochukuliwa fainali ndio linafanywa paredi. Fainali bado unafanya paredi. Fainali ya kwanza nimecheza mimi na wao. Nimechukua kikombe. Sawa. Nina kila sababu ya kufanya paredi. Ndio tafsiri ya fainali. Hata kombe la dunia sasa hivi linachezwa, lakini itafika siku ya fainali. Manake bingwa lazima apatikane kwenye nini? Kwenye fainali. Wamekuja wameona wao mziki hawauwezi, wakamtuma muuza ukwaju. Umenielewa? Wakamtuma muuza ukwaju. Umenielewa? Bwana, sisi yule bwana ametushinda. Aibu ya kufungwa na yule, ni bora tufungwe na wewe. Halafu wale wamejivunja kwa sababu, nikupe siri moja mwandishi, na ndio maana pale kuna machawa wapiga kelele wasiojua mpira. Wale kaleka bwana mdogo kaliwaongopea wakati kanaingia kwenye madaraka, kwamba kabla akajaondoka miaka 5 katakuwa kamewajengea nini? Uwanja. Miaka 5 imeisha haijaisha? Ishaisha. Wewe umeona hata uwanja wa vumbi wa mazoezi? Hakuna, si ndio? Sasa wale wamezoea kufungiwa kwenye magodauni, wanadanganywa, wanalishwa maandazi na chai za rangi, wanapiga makofi. Lakini tulitambulishwa Kigamboni kule kuna eneo kwa ajili ya watu wa Yanga. Kaka, uwanja sio kama kunyoa nywele za kwapa. Come on. Mchakato wa uwanja ni mchakato wa muda mrefu. Sisi wakati tunaanza kwenda kufyeka Bunju pale walikuwa wanaona kama sisi wenda wazimu. Leo hii Simba halipi kiwanja cha mazoezi. Umenielewa? Tuna viwanja vyetu pale, sisi tunafanya mazoezi. Inaweza kutoka timu nje ikikosa kiwanja cha mazoezi, sisi tunakodisha uwanja wetu, tunaingiza fedha pale. Umeelewa? Kwa hiyo sisi hata kubishana na hawa watu ni matumizi mabaya ya pumzi. Unajua hii pumzi mimi kanipa Mungu. Sitakiwi kuitumia kubishana na kila mjinga mbele yangu. Umeelewa? Kwa sababu kuna watu ukibishana nao hata Mungu anakasirika, atakupunguzia siku za kuishi. Come on, niache. Sasa mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Waendelee kudanganyana. Simba ni timu ambayo ilishaelimika kutoka enzi ya zamani. Na ndio maana sisi ndio timu ya kwanza kuanza kuvaa viatu. Sisi ndio timu ya kwanza kuanza kuvaa jezi. Simba ndio timu ya kwanza kupewa mwaliko wa kwenda kucheza Ethiopia na Mfalme Haile Selassie, kama ulikuwa hujui hilo. Mimi nakwambia. Maana yake sisi tumeanza kwenye kila kitu, na sisi ndio mabingwa wa kwanza wa ligi hii, ikiwa inaitwa ligi daraja la kwanza. Umenielewa mzee? Ndio. Kila kikombe ambacho kimeanzishwa nchi hii, sisi ndio watu wa kwanza kuchukua, halafu wakafuatia wengine. Mimi ndoto yangu kama shabiki wa Simba nimesimama hapa, naomba niseme leo kwa viongozi wangu, nawapa hongera sana kwa kila kitu. Lakini naomba shabiki yoyote wa Simba asije akaingia kwenye mkenge wa kutukana viongozi au wachezaji eti kwa sababu tumekosa kombe la NBC. Hakuna kombe ambalo sisi kwenye nchi hii kwenye kabati letu halipo. Umenielewa mzee? Ukienda pale Kagame utaikuta, ukienda Mapinduzi utaikuta, sijui kombe la Taska utalikuta, kombe Sira Mswaki lililoanzishwa miaka hiyo utalikuta, kila kombe utalikuta pale. Umenielewa? Mimi ndoto yangu kwa sasa hivi, mimi kama shabiki wa Simba ukiniuliza, nataka nikwambie na nasema viongozi wangu wanisikie, tunataka siku moja kwenye kabati letu pale pawe pana ndoo hizo ambazo sisi kwenye kizazi chetu hatujawahi kuzishuhudia. Tunaziona wanachukua wenzetu shirikisho, kombe la klabu bingwa, na shirikisho. Hapo tutamaliza. Naomba Mungu anipe uhai kabla hajachukua uhai wangu, nishuhudie siku moja timu yangu inatoka nje, tunafanya paredi pale airport, tumechukua kikombe cha klabu bingwa au kikombe cha shirikisho. Finali tumeshacheza tangu wakati huo 93 huko tulicheza. Tumekuja kwenye kizazi chetu hichi ambao maana 93 mimi nilikuwa nimeshazaliwa, nilikuwepo. Lakini nimekuja nimepata bahati ya kushuhudia kwa mara nyingine. Achana na watu ambao amekaa miaka 25 anafikisha umri wa barehe wa kutungisha mimba na kuzalisha, ndio anaona timu yake inaingia hatua ya makundi. Na ndio maana nimekwambia ni matumizi mabaya ya pumzi mimi kukaa na kubishana na shabiki wa Shangambili FC. Sawa, la kumalizia kwako, la kumalizia unawaambia nini mashabiki ambao hawajafika leo katika viwanja hivi vya Coco Beach? Mimi naomba niwaambie kitu kimoja. Sisi Simba ni watu ambao wa umoja sana. Naamini kila shabiki alikuwa anatamani kufika hapa leo. Kwa hiyo nasema kwanza pongezi kwa wale ambao tumefanikiwa kufika. Tumekuwa na timu tangu saa 4 pale airport. Tumekuwa na msafara,
tumepita mpaka hapo kwenye madimbu ya maji ambapo watu wanadai watajenga uwanja, hakuna chochote. Tumesimama pale tukachimba dawa kwa dakika kama 15-20, then tumemaliza, tumekuja hapa Coco Beach. Dude hilo hapo unaliona. Naomba niwaambie mashabiki wa Simba ambao hawajalishuhudia hili dude, mimi nimelishuhudia, lipo na limekuja na tumeanza nalo airport na tumefika nalo hapa. Msimu unaanza, tukutane kwenye msimu unaoanza, na kama wanaweza, narudia, tunawakaribisha Kagame kule, nafasi bado ipo, waombe waje kule tupasuane nao, kwa sababu huku hakuna jipya. Wamemtuma muuza ukwaju tumemvunja, au sio? Kwa sababu wao walijua walikuwa wanaelekea kwenye uchaguzi, wakajua tukivunjwa na hawa jamaa hakuna kiongozi atapita pale Yanga. Kwa walijivunja kwa makusudi, wakamtuma shoga yao muuza ukwaju alimfika, umesikia jana kule Zanzibar. Papatu kajikaza, mwisho wa siku kajiweka chuma yeye mwenyewe. Sio, umenielewa? Hakuna kitu kinauma kama unajifunga wewe halafu kombe anachukua mtu mwingine. Mbaya sana. Hicho kitu kinauma vibaya. Wamesusia medali na wamesahau kama ile media ni ya kwao. Warudi waende wakazungumze, medali zao wavae, halafu waache ujinga. Mimi ninachoamini, naomba, mzee Baresa ni mtu mwenye heshima kubwa sana. Umenielewa? Ametumia gharama kubwa sana kuanzisha ile timu, lakini naweza kusema kuna watu wake ambao wako pale kwenye ile klabu ndio wanaomwangusha. Ajaribu kuangalia solution, sio kuhamia Zanzibar wala kuhamia wapi. Atoe yale matakataka yaliyokuepo pale, aweke watu wenye mpira kweli. Azam alikuja na mapinduzi ya kweli mwaka 2013 akachukua kikombe, si ndio? Baada ya hapo Azam wakaingia kwenye siasa za Simba na Yanga akapoteana. Umeelewa? Hivi vilabu vina msuli mkubwa. Kwa hiyo viongozi wa shirikisho, andaeni marefa bora kwa ajili ya msimu bora ambao unakuja, kwa sababu timu hizi zinatumia gharama kusajili wachezaji kwa gharama. Tunahitaji bingwa apatikane kihalali ili ligi yetu iwe na sifa nzuri. Basi shukrani sana. Asante sana. Shukrani sana. Bwana, huyu ni shabiki wa Simba na leo tuko katika paredi la kushangilia ushindi wa Simba Sports Club, na tuko hapa ambapo ilikuwa ni Coco Beach soka, ambapo tumezungumza mambo mengi sana na mashabiki. Langu jina naitwa Haima Official na hii hapa niko Kani Online TV. I'm signing out. Ciao.